Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado tuna kipindi chetu chile cha Ruqya Online TV, na nasaha yangu ya leo katika kipindi chetu hiki, ningependa kuzungumzia jambo ambalo linatatiza wengi na wanashindwa kulielewa, na jambo lenyewe si geni kwa macho au midomo ya watu kulisikia na kuliona au kutaka kulifanya, au wengine pia wameshawahi kulifanya lakini hawakupata natija. Nacho ni kisomo cha Ahlul Badri au kisomo cha Al-Badiri. Hiki ni kisomo ambacho kwa hakika mwenye kuibiwa, mwenye kupoteza, mwenye kudhulumiwa, mwenye kupoteza haki yake, anataka kurejesha haki, kutaka kufanyiwa kisomo cha Al-Badri. Lakini mimi naita Ahlul Badri. Ni nini Al-Badiri? Kwa lugha nyingine wanaita Al-Badiri. Al-Badri au Al-Badiri zote ni lugha za Kiswahili hizi, lakini Kiarabu ni Ahlul Badri. Ndio maana ya hichi kisomo Ahlul Badri. Ahlul Badri ni nini? Ahlul Badri ni watu waliopigana katika vita vya Badri. Kwa hiyo ni kwamba wale wasiofahamu ni nini, nadhani kwa hii maana watakuwa nimefahamika kwa lugha nyepesi na iliyo fasaha kabisa. Kwa hiyo unapotaka kusomewa Al-Badiri kwa lugha ya Kiswahili, Ahlul Badri kwa lugha ya Kiarabu, ni kwamba umekusudia kisomo hiki. Na hichi kisomo tunaweza sema sio kisomo cha kisunna. Hichi ni kisomo cha kichawi, ni kisomo cha kumroga mtu, ni kisomo unachotaka mtu arogwe. Na ikiwa utakuwa umekusudia mtu kumroga, tayari hiyo itakuwa ni shirki, na shirki imekatazwa. Na kama ingekuwa kisomo hiki kipo, angekifanya Mtume angekaa na maswahaba zake, na hawa ni wale maswahaba waliopigana katika vita vya Badri, waliokufa wote, majina yao yameandikwa pale. Kwa hiyo hakuna hata siku moja Mtume ametawasali na hawa maswahaba akawaambia maswahaba wake kwamba leo tutaka tuombe dua, fulani amedhulumiwa, nani amefanywa kadhaa, tunafanya kisomo cha Ahlul Badri au tunafanya kisomo cha Al-Badiri. Kisomo kile tukifanya ili tuweze kuokoa na kukomboa na kulipa kile kilichofanywa yule aliyofanyiwa. Kwa hiyo unapotaka kukifanya kisomo hicho, utaita mashekhe, unaambia mimi nataka kusoma kisomo cha Al-Badri. Kisomo cha Al-Badri kama kile kinakujaliwa na mashekhe, wanakuwa na chumvi mawe pale, wanakuwa na makondoo, wanakuwa na majogoo, wanakuwa na visomo vya kila aina, lakini kinachokusudiwa ni yale majina ya wale watu waliopigana katika vile vita, ndio wanatajwa, fulani ibn fulani radhiallahu anhu, fulani ibn fulani radhiallahu. Wanakuja nao mpaka mwisho, wakimaliza wanachinja kuku wao, wanakula, majogoo yanachomwa pale, makondoo wanapasuliwa matumbo wakiwa wako hai. Yani mambo ya vituko ambayo wanapatikana mashuka ama nguo yasiyoeleweka. Hiki ni kisomo ambacho Waislamu wamefikia kwamba mimi katika nyumba yangu nimeibiwa, nitafanya Al-Badiri, hali ya kuwa yeye hajaenda hata polisi kuchukua ubii, hajafata sheria zinavyostahiki. Hata ukapata sheria, kisomo hiki hakifai. Sio kisomo cha kisunna, ni katika visomo vya kuroga. Ni sawasawa na mchawi akaroge mtu, na ndio sawasawa wewe ukaisome Al-Badri. Kwa hiyo kisomo kama hiki hakiko katika manhaji ya sunna, na mwenye kukisoma ni sawasawa na mushriki. Kwa hiyo ndugu zangu, nawahadharisha sana na hichi kisomo. Kama ulikuwa una nia, uliibiwa au wataka kufanyiwa kisomo kama hiki na malengo yako tofauti tofauti, mtu aingie wazimu, atembea akiwa anafua nguo, sio Al-Badiri za sasa. Hata inaposomwa haitokei kama anavyotokea, kwa sababu waliokuwa wakifanya zamani walikuwa wakitia na uchawi, na ni uchawi wenyewe. Ndio unapata mtu anaingia wazimu kwa kuwa kilichofanywa ni uchawi, si kisomo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nawahusia sana
katika kisomo kama hichi tuhadhari, kisomo ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekihusia na tutaka tukifanye ni kisomo cha ruqya ya kisheria ambacho masomo yake au Qur'ani yake inasikika, adhkari zake zinasikika mpaka mwisho, na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tufuatilie katika Ruqya Online TV uweze kufaidika na mengi, na comment yale ambayo unataka yaangaziwe, tutakuangazia kwa ajili ya faida yako na faida ya Waislamu wote kwa jumla, tukiwatakia kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.